Jesus says, I will come. And when he comes, what will he do? He will receive us in himself. Amen? So that where he is, Yesu atakuja tena. Amen? Achukue wewe na nani? Ili alipo tufanye nini? Ili alipo tufanye nini? Swali. Yesu hapa, where is Jesus? Where is Jesus? Where? In heaven. Very good. Now you understand. Amen? He's in heaven. So when he comes, anakuja kuchukua kwenda tukawa. Let's proceed. That is the book of John, chapter. And by the way, you follow healing and right. Kwa maana mwisho wa somo kuna nini? Na somo tukipata tutatoa nini? Kuanzia kesho tutaanza kurekodi what is called. You get your gift. Amen? I give and you follow. So Jesus says, I will come again and receive you and myself. So that where I am, you may be there also. That is the book of John chapter and verses. Very good. Tunaenda pamoja. Tunaenda kusoma na kumbuka katika kuongoza ni neno la nani? And the word of God is what? What does the Lamb help us do? The Lamb helps us do. It gives us what? Life. So the same case when you study the word, when you are practicing it, you get light to shine upon your ways. Amen? 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 Hallelujah? Yeah. So, as we are going to study the book of Daniel, there is something that is going to guide us. Kumbuka, katika Daniel, tunaenda kuangalia ndoto iliyofanya nini? The forgotten dream. Yaani ndoto iliyosauli. Na ni ndoto Mungu alipea nani? Mfalme. Hawikenda. Lakini tunataka kupata msingi. We want to find a foundation. Je, Mungu anasemaje katika maandiko? Katika kitabu cha Amos, chapter 3, verse 7, the Bible says, surely, yani Kiswahili, hakika. Unasema Kiswahili? The Lord will do, but he revealed his secret unto his servants the prophets. Yani Kiswahili unasema hivi, hakika, Bwana Mungu atendi jambo bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri zake. Wakati wanataka kujua siri za Mungu, wakati wanataka kujua kitu ambacho kimekanda ya Mungu anapeana. How many of us? Very good. Lakini kwa kusemaje? He reveals his servants. Who are the servants of God? The Bible says, his prophets. Amen? So, Mungu anapotoa siri zake, anafunua kwa watu wake wanaitwa nani? Manabii. Hallelujah. Amos 3
Thank you. Sasa sikiliza. Kiswahili ndio mtaalamu vizuri. Ni kweli. Tunaambiwa katika mwaka wa ngapi? Wa pili. Wa kutawala kwa mfalme anaitwa nani? Nebukadneza. Amen. Aliota nini? Swali. Wangapi pamoja na ndoto? Hao kama wanaelewa kile okay? Second question, wangapi pamoja na ndoto? Lakini alipoamka akapata amesahau, hajawahi pata jibu. Okay, very good. So, in some case, sasa mfalme aliota, okay? But when he woke up, he forgot everything. Kwa sababu alitaka jibu, alienda kwa kana waganga, wachawi na wasiri. Lakini hao watu wanaweza kusaidia kweli. Maandiko yanasemaje? Yeremia 17:5, alaaniwe amtegemeaye nani? Mfalme alitegemea waganga. Okay? Baada ya kuweza kufanya nini? Walishindwa because they cannot. Ni Mungu alimpa hiyo ndoto wakashindwa. Lakini tusoma Yeremia 17:7. Yeremia 17 inasema heri amebarikiwa yule anayetegemea nani? Ambaye tena Mungu ni tegemeo lake. Ni nani tunastahili kutegemea? Ukiwa na shida ukimbie kwa nani? Watu wangapi tuko pamoja? Watu wengine wanataka wageni, watu wangapi wanasikia? Wangapi wanaelewa ile mwalimu anafundisha? Wakiuliza swali wanajibu. Very good. So akaenda kwa waganga. Hawakumsaidia. Nani alikuja kumsaidia? Daniel chapter 2, go to verse 13. There is this boy with a yellow jacket. Yes, read for us. Yes, who is giving the order? Mfalme amekasika, wote wanamdanganya, hawataki kusaidia, akapeana amri. 2:13, continue. You are okay. 2:13. You stand up. Continue. Reading. Thank you. That is verse 18. Stop there. Swali ndio. Waganga na wachawi wamefanya nini? Wameshika. So if you have a problem, don't go to them. Amen. They cannot. Where is the help coming from? But how? Walipataje msaada? Daniel went to his friends. And then they asked from wakafanya nini? Question. Wangapi leo asubuhi kabla ya kuja waliomba? Wangapi waliomba leo asubuhi? How many prayed before they came? Amen? How many prayed every day, morning and evening before? Not during the food time. No, I'm not talking about when we are doing supper or breakfast. A different type of prayer apart from time and 10 minutes. Wakati wanaomba, wakati mwingine kando na hiyo wakati wa kula chakula. Hallelujah. It is important to pray. Amen. Maombi ni funguo ya nini? Tuko pamoja? Prayer is key in a Christian life. Amen. Yesu alisema aje? Kesha
muombe msiingie majaribu. Did Jesus pray? Did the disciples pray? Yes, prayer is very important. So if you get sick, do what? If there is no school fees, do what? If the mother is traveling, do what? Because prayer is what? Prayer is what? So learn to pray. That's why naweka akakuombea tena mwingine atafanya nini? When you want to understand in school, you do what? You pray. How do you do so? When they pray, what did Jesus or God do? Let's go to verse 19. When they pray, let's go and see what did God did after the prayer. Daniel 2:19, mwingine akarudia kwa balance. Soma pia. Weka kama kidogo. Maandiko yanasema walipochukua muda wakaomba, ile siri ilifanya nini? The mystery was revealed. But what happened first? Amen. Hata mimi na wewe kuna kitu tunachopata kimepatikana kujui. Ni kweli? But tulikuwa muda wote ili tupatikana. Kuna watu wanaongea klasi. Na ingiuliza swali ukishindwa, I send you out. Okay. Very good. So when you have a problem, ni nini unastahili kufanya kwanza? Omba. Amen. Wafilipi 4:6 inasemaje? Usihangaike. Filipi 4:6. Usihangaike kwa jambo lolote, bali kwa maombi na kusali na kushukuru haja zetu zijulikane kwa nani? Teacher, continue. Thank you. You can sit now, teacher. Question. There are so many lessons. We go step by step. Amen? I want us to understand. Question. The magicians and the sorcerers, waganga na wachawi walimsaidia kweli? Walimsaidia kweli? Lakini wakati Danieli alikuja, alikuwa kuna shida hapa. Si kweli? Alifanya nini? Akaita marafiki, akasema njoo, kuna shida imetokea hapa, kuja tufanye nini? Na Mungu akafanya nini? Akasikia. Alafu akafanya nini? Akajibu. Alipojibu, what God answered? What did Daniel do? You know, I'm getting my third person who will give a gift later. I've got one, I got, what is the other one? Yes, 2 and 3 now. If you answer, a gift will be waiting for you. So when Daniel prayed, na Mungu akafunua akapata jibu. Alifanya nini? Before you went, what we have read, you are okay, but you are not right, a little bit. Nini alifanya immediately kwa Mungu akishani jibu? Alifanya nini? Kuna kitu alifanya, kuna kitu alifanya. What is that? Good. Very good, what's your name? Sherry? He thanked God. Say amen. Shine. For Jesus said, hey, hallelujah. The immediate thing, that immediate thing kufunuliwa. Alimshukuru nani? What we learn. Hata wewe Mungu akutenda jambo. Kumbuka kufanya nini? Mungu ulikuwa mgonjwa ukaomba kufanya nini? Fanya nini? Shukuru mzee ilikuwa inapatikana. Ambia Mungu aje? Thank you. So thanksgiving. You can even have you ask your parents to give you your offering as a thanksgiving to give. Unasema nini? Mungu alisaidia katika mtihani. Nipatie 50, niambie Mungu asante. Hallelujah. You want to give. Amen. So thanksgiving. So what was the dream now? Let's go to what was the dream? Daniel chapter 2, verse 28. Daniel ndio huyu sasa amechukua mshukuru ameenda kwa mfalme. He has gone to the king. Daniel is going to the king Nebuchadnezzar to tell him about the dream. Let's go to verse 27 to 28, Daniel 2.
Nani yule anasoma? Yes, please. You have a Bible? Oh, soma. Let's balance. Okay, very good. Daniel chapter 2, verse 27, 28. You have your Bible? Mpea soma. Where's your Bible? Very good. Soma. 2, verse 27 and 28. You find it. The Bible says, there is. You begin well. There is something you have missed. There is a God where. So, hao wengine waliposhindwa, Danieli anamtukuza nani? Anamuinua nani? Shida zetu na majibu yetu yako kwa nani? Nani tunastahili kuinua? Amen. There is a God where hata wewe pia ukipata shida, unastahili kukumbuka kuna Mungu wapi? Mungu wako wapi? Anayefunua siri na kufanya mambo makubwa. Amen. Amen. So, trust God. Go to verse 1. What was the dream now? Verse 1. Verse 31, 2, 31. You look, O king. Sasa angalia hapa mbele kwa mtezi. Tazama uliona sanamu kubwa. Continue. Ilikuwa inameremeta na mwanga mkubwa. Kichwa cha hiyo sanamu ni dhahabu safi. Kifua na mikono yake fedha. Na macho ya kuona. Unaona? The dice and continue. Its belly and tips of bronze. So, kichwa cha dhahabu safi, mikono na kifua cha nini? Fedha. Kiuno ni cha shaba. Haleluya. Miguu ni ya chuma. Miguu ya nini? Alafu kuna midola hapa 60. Nusu chuma, nusu udongo. Haleluya. Nani aliona hiyo ndoto? Wacha nione kama tuko pamoja. Nani aliona ndoto? Nani aliona ndoto? Nani aliona ndoto? Very good. Very good. Nebukadneza aliona ndoto? Ni nani anaelezea maana? Nani anaeleza maana ya ndoto? Daniel, very good. So we have around 6. You will get your gifts. Amen. Who dreamt the dream? Who is giving the interpretation? Daniel. Hallelujah. We are together now. Mwalimu hapa. Daniel mwili. Read verse 34. Ruta 3. Miguu ya chuma na nyayo za miguu yake nusu chuma, nusu udongo. Alipokuwa akitazama, jiwe likachongwa. Angalia, akitazama, jiwe likachongwa. Haleluya. Wangapi wanaona hapa mbele? Akitazama, jiwe likachongwa. Bila kazi ya mikono ya mwanadamu. Ikapigwa hii sanamu. Alafu
Kama makapi. Unajua makapi? Unaenda unajua wingi wakati inatengenezwa hiyo ni makapi, okay? Moyo. And then alafu jiwe likafanya nini? Mahali pale. Alafu jiwe ndio hilo lililopiga likawa mlima likajaza dunia. Likawa mlima mkubwa likajaza dunia. Haya. 36 maana ya ndoto hili gani? Wewe mfalme ni mfalme wa wafalme. Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uwezo na nguvu na utukufu. Kwa hivyo swali, nani alipatiana Nebukadneza nguvu na uwezo na utukufu? Ni nani? Ni Mungu. Very good. God gave you the power, the glory, and the authority. Very good. Ni Mungu hakuwa na yake. Amen. Ikita kwa Israeli. Alipewa na nani? Very good. Let's proceed. 37. Wewe mfalme. Question. Kama nataka wawili. Watu wawili wakuja hapa. Wawili. Watu wawili. Nataka ni wawili. Kuja ni wawili. Very good. Very good. Sasa kuna watu wangapi? Kuna watu wangapi hapa? Kuna mfalme na kuna Daniel, sivyo? Now let's assume this is Nebukadnezar, this is Daniel. Maandiko yanasema wewe mfalme ukichwa kile cha dhahabu. Sasa kichwa cha dhahabu inasimamia nani? Nani? Help me. That's the gift. Kichwa cha dhahabu inasimamia nani? Remember King Daniel. And moja anamwambia you are the head of gold. Who is the head of gold? Who is the head of gold? Yes? The king. Very good. I love that. Amen? So the head of gold stands for the king. And the king is Nebukadnezar. And the question again, where was Nebukadnezar reigning? Nebukadnezar alikuwa anatawala nchi gani? Like now in Kenya, we know how President Ruto controls Kenya, okay? So, Nebukadnezar, where was he ruling? That's my question. Babylon, oh, can you give them a clap? Very good. Can you clap for him? Shine, shine, shine. For Jesus said we pray. Hallelujah. You can sit down. You can sit down. Amen. Sindio? Tumefika karibu 10 children. Zawadi nataka tufike 10 of them. Amen? So, the head of gold is represented by the king. And the king is Nebukadnezar. And Nebukadnezar anatawala nchi ambayo inaitwa. So the head of gold is Babylon. Hallelujah. Unaona vile kwa Mungu inawezekana. Ndio maana maandiko yanasema for with God nothing shall be. Yaani Mungu anaweza mambo yo. Who helped Daniel to understand the dream? So is there anything hard for God? Nothing is impossible with God. Amen? Which verse, by the way, which verse talks about this message? With God, nothing shall be impossible. With God, nothing shall be impossible. The book of Luke, chapter 1, you write down. Because questions will come later. Na zawadi iko. Maswali itakuja na zawadi utakosa. Luke chapter 1 verse 37. Amen? 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 Luke chapter verse 30.
You write it down. Remember, questions will come. You want to fail in your exam? So with God all things are. So, question, as I finish, I want to do, and then I ask some few questions, and then see. We have seen the head of gold. But that is not the end. Remember, our image. Let me get through this so that we proceed. So, where are we so far? We are in Daniel chapter 2, verse 38. Are we together? Let's go to 39. Daniel 2, 39. Somebody to read for us. Daniel 2, verse 39. Nani akona? Na baada ya zamani zako, yani mfalme Nebukadneza anaambiwa baada ya muda wako, ufalme mwingine mdogo utainuka kuliko wewe, na mfalme mwingine wa tatu wa shaba utakao tawala dunia. So katika hiyo sanamu falme ngapi siko huko? Tunaona ngapi? 4. Unaona ngapi? Ya kwanza ni Babylon, si ndio? Nataka tuone hizo zingine. Amen. So let's go. Continue. Verse 40. Wa maana chuma uvunja. Thank you. So tumeona Babylon. Babeli ilipotoka, serikali ya pili nyingine ilikuwa inaitwa Wamedi na Wajemi. Wamedi na, yani Kiingereza inaitwa Medo-Persia. Amen. Kutoka hapo tukaingia ya tatu inaitwa Greece. Ya tatu ilikuwa inaitwa aje? Alafu ya ine Roman Empire. Ya ine ni nini? So ninamaliza summary ni gani? Tumeona Daniel, mfalme Nebukadneza akiota ndoto amesahau, si ndio? Akaita waganga na wasihiri wamsaidie. Walimsaidia ama walishindwa? Walishindwa. Amen. Then from there akakasirika akasema wafanye nini? Wauawe. Lakini baadaye tunapata nani hapa? Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Wakaenda kwa Mungu kwa wakaomba. Walipoomba Mungu akawafunulia ndoto, si ndio? Wakaja kwa mfalme kumwambia maana ya ndoto, wamemuelezea. Walipomwelezea mfalme ndoto, na ndoto hii inasimamia mpaka marejeo ya Yesu mara ngapi? Kwa maana lile jiwe tutasoma linasimamia kuja kwa Yesu mara ya ngapi? Mara ya pili. Daniel 2:44-45. Daniel 2:44-45. Na katika siku za wafalme hao Mungu atasimamisha ufalme ambao hautaangamizwa. Huo ni ufalme wa nani? Wa Yesu Kristo. Asante. Kwa hivyo tumeona amemwelezea ndoto, akamwambia Mungu yuko wapi? Na anapomwelezea akamfunulia, mfalme akakuja akamwelezea ile ndoto. Tumeona kichwa cha dhahabu ikawa mlima mkubwa na ukajaza dunia hiyo. Sasa tuko wapi saa hii? Tumeona dhahabu ni falme gani? Babylon. Tumeona wa pili Wamedi na Wajemi. Tumeona Greece, si ndio? Ya ine ni gani tumesema?
Roman Empire, alafu ikawanyika. Kwa hivyo tumeona, usisahau kichwa. Ninapomaliza, kichwa ni serikali gani? Ni serikali gani? Babylon. Na hii ya pili, Wamena kifua na mikono ya fedha, Medo Persia. Very good. Na hii ya tatu, Greece. Alafu ya ine, Roman. Alafu vidole ikawanyika serikali ngapi? 10. Alafu mwisho ni nini tunangoja sasa?